Sauti za mila, utamaduni, urithi wetu. Stori zaidi, tena zaidi na zaidi. Kuna mambo na matukio ya ajabu yanayotokea katika ulimwengu huu ambayo yanathibitisha uwepo wa shetani katika dunia. Tutakumbuka ajali ya Titanic, vita vya mataifa na mataifa, na mengine mengi. Kuna yale yanayotimia kwa sababu ya kutimizwa kwa unabii, na kuna yale yanayotimia kwa sababu shetani yupo duniani. Fuatilia stori hii utapata kugundua kumbe shetani yupo. Langu jina ni Amosi Fabiani. Lakini kabla tujiendelea, usisahau kusubscribe, like na kushare video hii ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kusikia sauti za mila ndani ya stori zaidi. Mwaka 2000, mwezi wa pili, siku ya Jumapili, tukio kubwa liliweza kutokea maeneo ya mwambao wa Ziwa Victoria, ambapo aliweza kuwasili duniani akiwa tofauti kabisa na wakazi wa maeneo yale ya mwambao wa Ziwa Victoria. Namzungumzia kijana aitwaye Joakim, ambaye alikuwa na asili ya albino tofauti kabisa na wenyeji wa eneo lile. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuzaliwa kwa albino maeneo yale, hivyo wakazi wa eneo lile walistaajabu sana na kwanza kujiuliza, pengine ni Mungu kawapatia chifu, au pengine ni huenda baada ya kuikosea miungu ya eneo lile. Lakini walishinda kuelewa kabisa. Imani potofu zilianza kuenea kwa wakazi wa maeneo yale baada ya matukio ya ajabu kuanza kutokea katika maeneo yale, ikiwemo kuhama kwa ziwa, kukata na pengine kunyesha mvua za ajabu, pamoja na matetemeko ya ardhi. Kwa kuwa hisia za haraka zilianza kwa kushukia yule mtoto Joakim, kadiri siku zilivyoenda, mbinu za kumua mtoto yule ziliendelea. Baada ya miaka kupita na kufikia 2010, ambapo mtoto yule alitimiza umri wa miaka 10, tukio la ajabu na baya sana liliweza kumtokea. Ilikuwa mwezi wa pili, siku kabla ya siku yake ya kuzaliwa. Kama ujuavyo bwana, kazi ya shetani aliweza kuwaingia vizuri wazee fulani katika kijiji kile, ambapo waliweza kumwendea baba mmoja tajiri kijijini pale, ambaye alikuwa na mali nyingi sana pamoja na ngome yake. Walimweleza kuhusu yule kijana, pengine wasaidie kumuoa. Kutokana na vile yule baba tajiri alikuwa na utaji wa viungo muhimu vya watoto, ikiwemo sehemu za siri pamoja na mitikasi yake, alikubali lile ombi. Hivyo aliandaa vijana wake kwa ajili ya kumteka mtoto Joakim. Wakati huo kijana huyo na rafiki zake walipotoka shule baada ya chakula cha mchana, kama kawaida yao bana, siku zote huenda Ziwa Victoria kwa ajili ya kufua pamoja na kuogelea na kucheza pamoja mpaka jioni na kurudi nyumbani. Siku hiyo waliweza kuchelewa na kutoka ziwani, mishale ikiwa nasoma ni saa 12:30 jioni kuelekea mida ya saa 1 hivi. Kama ilivyo ada yao, waliweza kupitia njia ya karibu, lakini njia ya hatari kidogo, kwa sababu ilikuwa na vichaka vikubwa na ni katikati ya miti miwili mibichi karibu na kiwanda cha kusinikia samaki. Walipokuwa wakipita eneo lile, walipata hisia nzuri na hisia kali ya harufu ya chakula aina ya wali na pilau. Harufu ile iliwavutia sana na kutaka kujua inatoka maeneo gani. Walikuwa watoto watatu. Alikuwa ni Joakim ambaye ni albino. Alikuwepo jioni pamoja na Amani. Hivyo Joakim alitoa maelekezo kwa wenzake na kwamba wagawane maeneo. John aende mbele kidogo, Amani aende kushoto na Joakim aende kulia. Hivyo isivyo bahati nzuri, Joakim alichagua upande ambapo ile harufu ilikuwa inatokea na ambapo wale vijana magaidi walioagizwa na yule tajiri walikuwepo, na walikuwa na silaha kali kama vile panga na shoka pamoja na viwembe. Sijui alitaka kumfanyia tukio gani, ila ni silaha zote zile ndio walizokuwa nazo. Baada ya Joakim kusogea mbele zaidi, kwa mbali aliona ndoo nyeupe iliyokuwa nusu, na pembeni yake kwa chini aliona baadhi ya vipunji vya wali vilivyokuwa vimemwagika, nikana kwamba kulikuwa na watu walikuwa nakula na kuondoka. Alijiuliza, wanawezaje kutelekeza chakula kingi vile? Kijana bila hofu aliendelea kusogea, lakini kumbuka giza lilikuwa likiendelea kusogea. Kama ujuavyo bana, tamaa ya watoto katika chakula, na ukizingatia ni muda mrefu kutoka chakula cha mchana, hivyo aliendelea kusogea taratibu, lakini ghafla isivyo bahati aliweza kukumbuka maneno ya mama yake kuwa usipende kula kila unachopewa na watu na kukiona. Hivyo ilimpelekea kusita kidogo na kuanza kufikiria, je, nikachukua chakula au nirudi? Wakati huo wale magaidi walijificha, walikuwa wakimwangalia albino yule kwa makini. Upande wa pili, rafiki zake waliendelea kusaka. Baadaye wakakutana mbele kidogo. Baada ya sekunde 30 walimsikia Joakim akipiga kelele na kulia, "Ma, nakufa."
lakini mara ghafla hawakusikia tena kelele. Walianza kufuata na kukuta ile ndoo nyeupe, alafu yule Joakim haonekani tena. Kumbe wakati Joakim alipokuwa akisogelea ile ndoo, alihisi kuna mtu nyuma yake. Alipogeuka aliona mtu mkubwa aliyempiga na kupelekea aliye vile, alafu akazimia ghafla. Ndipo wale magaidi walimchukua na kumpeleka kwa yule tajiri mwenye ngome ndani ya mjengo. Baada ya mtoto kutekwa na kupelekwa kwa tajiri yule, lengo lake lilikuwa ni kutaka kupata ngozi ya uso albino pamoja na sehemu zake za siri kulingana na masharti aliyopewa na mtaalamu wake katika mitikasi yake ya kuendeleza utajiri wake, lakini pia kulingana na matakwa ya wale wazee uliofuata yule tajiri, mtoto yule ateswe hadi kufa. Hivyo walimfunga na kuanza kumtesa. Baadaye alikata vidole vya kati vya miguu yake bila huruma yoyote. Pia kesho yake yule mtoto alimwagiwa maji ya baridi sana, na pia yule tajiri aliweza kuamuru upande wa wale vijana waweze kutoa upande mmoja wa ile uso ngozi yake kwa mchune. Hivyo magaidi wale walianza kutekeleza jukumu hilo, ambapo walimshikilia na kuanza kumtia plasta mdomoni, wakamfunga vizuri. Mmoja wao alichukua wembe na kuanza kutia alama ya sehemu atakayochuna. Hivyo alipitisha wembe katikati ya uso wake, akazunguka hadi karibu na sikio. Baadaye akachukua kisu na kuanza kuchuna ile ngozi. Wakati huo mtoto yule alikuwa akipitia maumivu makali sana na alikuwa hana namna, hivyo wakamchuna hadi wakamaliza. Mtoto yule aliumia na lilia sana, na ilibaki nyama tu, pia damu ilimwagika sana, lakini pia bila huruma walimwagia maji yaliyotiwa ndimu na pilipili, na maumivu makali aliyapata. Hakuwa na namna kwa sababu alikuwa amefungwa mkono na miguu katikati ya nguzo pembeni, huku akiwa amesimama. Akiwa pale, Joakim alikumbuka kuwa yupo Mungu ambaye mama yake alikuwa akimwelezea siku zote. Hivyo aliomba kimoyomoyo, Mungu, ikiwa ni mapenzi yako niokoe. Wakati huo kule nyumbani, harakati za upelelezi na kumtafuta mtoto yule zilikuwa zikiendelea. Wakati huo wazazi wake wakiwa na maumivu makali sana, maana ni mtoto wao kipekee. Hivyo mama yule aliendelea kumwomba Mungu ampate mtoto yule akiwa bado hai. Kule mjengoni, siku ya pili, hali ya mtoto ilikuwa mbaya zaidi. Wakati ule mzee alimwagiza tena yule kamanda wake wamchune sehemu ya pili ya ngozi iliyobakia. Baada ya muda kwenda, akili ilimjia yule baba ya kuwa itakuwa wale wazazi wakishirikiana na polisi na askari wengine walikuwa wakimtafuta mtoto yule. Hivyo aliandaa mbinu za kumtupa katikati ya majalala ya kijiji bila ya kuonekana, maana wakati ule ulinzi ulikuwa ni mkali sana, hiyo usiku iwe mchana. Hivyo kwa kofia usalama wake alienda kwa mtaalamu wake ili amfanyie madawa yatakomfanya asionekane. Mtaalamu wake alimwambia atoe pesa nyingi sana kwa sababu ni jambo la kutia na kama wasiwasi maisha yake. Mtaalamu yule alianza kufanya vitu vyake. Baadaye alimpa baba yule dawa fulani nyeusi atakayeogea na mlinzi wake mmoja, halafu atamchukua mtoto yule na pita naye mchana kweupe katikati ya main road. Yule baba alikubali na aliweza kuondoka. Wakati anaondoka, mtaalamu yule alijisemea, nimepata mamilioni kwa unga wa mkaa, sasa mimi ni tajiri na nitaacha hii kazi, nitahamia mjini niendelee na maisha mengine. Baba yule alipofika nyumbani alifanya maelekezo aliyopewa na mtaalamu yule. Hivyo alitumia maji yaliyochanganywa na ile dawa au ule unga ambapo sisi tunajua ni mkaa. Hivyo lipotimia misaya jua la saa 8 mchana, alimchukua kijana mmoja gaidi na yule albino akiwa na maumivu makali sana. Wakaanza kutembea kuelekea dampo kuu la kijiji. Walipopita main road kwa maelekezo ya yule mtaalamu, lakini kumbuka ule haikuwa dawa sahihi bali ilikuwa ni unga mkaa. Hivyo bila hofu alipochomoza main road karibu kidogo na kituo cha polisi, alitembea huku akipiga yule albino makofi na mgongo na kumuumiza sana. Kabla ya yote kuendelea, yule mzee alipewa faini na alikamatwa. Pesa ndefu sana zilichukuliwa kutoka kwake, lakini pia alifungwa kifungo cha maisha. Mtoto yule alipatiwa matibabu na baada ya miaka kupita aliweza kupelekea ngozi yake ya bandia iliyomsaidia kuweka sura yake katika hali nzuri zaidi. Imani na mila potofu zinaweza kupelekea matokeo mabaya katika jamii fulani, ikiwemo ukatili na mauaji. Hivyo baadaye wale wazee walikamatwa na kupelekwa jela, kifungo cha maisha. Lakini pia pesa zetu zitumike vizuri na kwa ajili ya kunyanyasa wengine.